Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Jalaza Radio 92.1. Msomaji wako ni mimi hapa Laza Kalimkimo. Kwanza ni muktasari wake. Katibu Mkuu Wizara ya Habari Gerson Msigwa amewataka maafisa habari kutekeleza wajibu wao kuhabarisha wananchi kuhusu mipango na utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yao. Serikali imepandisha madaraja jumla ya watumishi wa umma 219,042 na kuongeza mishahara kwa 35.1%, hatua inayotajwa kuwa ni kielelezo cha uongozi unaoweka mbele ustawi wa mfanyakazi nchini. Serikali imesema itaendelea kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa sera, sheria na miongozo inayohusu huduma za lishe nchini ili kutoa elimu sahihi na salama kuhusu afya na lishe. Kimataifa, Marekani imesema ina uhusiano wake mzuri na Vatican baada ya Rubio kukutana na Papa hii leo, huku Vatican ikisisitiza jukumu lake la kuhubiri amani na kupinga silaha za nyuklia. Habari kamili. Njombe. Katibu Mkuu Wizara ya Habari Gerson Msigwa amewataka maafisa wa habari kutekeleza wajibu wao kuhabarisha wananchi kuhusu mipango na utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yao. Ameyasema hayo mkoani Njombe wakati akifungua kikao kazi cha 21 cha maafisa habari na mawasiliano serikalini, kwamba serikali itaendelea kuimarisha sekta hiyo ili wananchi wapate taarifa sahihi za serikali. Amesema kikao kazi hicho cha mwaka huu kimeunganisha maafisa habari kutoka taasisi za serikali kwa lengo la kupata mafunzo na kujadili namna ya kuimarisha matumizi ya teknolojia mpya za habari. Msigwa amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kitengo cha habari serikalini kinaendelea kuimarishwa ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa taarifa kwa wananchi. Arusha. Serikali imepandisha madaraja jumla ya watumishi wa umma 219,042 na kuongeza mishahara kwa 35.1%, hatua inayotajwa kuwa ni kielelezo cha uongozi unaoweka mbele ustawi wa mfanyakazi nchini. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, Ridhiwani Kikwete amebainisha hayo jijini Arusha wakati akizungumza na maafisa tawala na rasilimali watu ukumbi wa AICC. Amesema maamuzi hayo ya kimkakati aliyopata ridhaa ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yanalenga kuleta fursa na neema kwa watumishi wa umma ili waweze kutoa huduma bora kwa Wanatanzania wote. Amebainisha kuwa mbali na ongezeko la mshahara kwa watumishi wa umma, serikali pia imeimarisha sekta binafsi kwa kuongeza kima cha chini cha mishahara kwa 33.4% kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Dodoma. Serikali imesema itaendelea kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa sera, sheria na miongozo inayohusu huduma za lishe nchini ili kutoa elimu sahihi na salama kuhusu afya na lishe. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba akitoa mwongozo kuhusu ongezeko la wanaojihusisha na utoaji wa huduma za lishe bila kuwa na vibali na sifa stahiki. Amesema serikali kupitia Wizara ya Afya pamoja na mabaraza na taasisi za kitaalamu itaendelea kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu zinazohusu huduma za afya na lishe zinafuatwa kikamilifu ili kuwalinda wananchi. Amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la watu wanaojitangaza kuwa ni wataalamu wa lishe kupitia majukwaa mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuhatarisha afya ya wananchi. Na sasa tugeukie habari za kimataifa. Rome. Marekani imesema ina uhusiano wake mzuri na Vatican baada ya Rubio kukutana na Papa hii leo, huku Vatican ikisisitiza jukumu lake la kuhubiri amani na kupinga silaha za nyuklia. Marekani imesisitiza uhusiano wake mzuri na Vatican baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na Papa leo baada ya Rais Donald Trump kumshambulia Papa hadharani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mazungumzo hayo yalikuwa ya kirafiki na ya kujenga, ambapo wamejadili vita ya Mashariki ya Kati na masuala ya Amerika ya Kusini. Marekani imesema mkutano huo umeonyesha dhamira ya pamoja ya kuendeleza amani na thamani ya binadamu. Mazungumzo hayo pia yaligusia jukumu la Kanisa Katoliki nchini Cuba. Papa leo amesema jukumu la kanisa ni kuhubiri amani, akisisitiza kuwa kanisa limepanga silaha za nyuklia kwa miaka mingi. Vatican imesema ikisisitiza Rubio kwa uwazi na mapokezi aliyoyapata yalizidi matarajio. Pretoria. Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe zimeonya raia wao walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu na wabaki majumbani kutokana na mashambulizi yanayowalenga wageni, wakisisitiza kuchukua hatua. Makundi ya kutetea haki za wahamiaji wanasema wahamiaji wanalaumiwa kimakosa kwa matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo, hasa ukosefu wa ajira 30% na unawasili zaidi watu weusi. Ghana imesema imefanikiwa kurejesha nyumbani raia wake mmoja aliyekuwa akilengwa katika video iliyosambaa mtandaoni, huku Nigeria ikiwa rejesha nyumbani raia wake 130 kufuatia vifo vya Wanigeria wawili.
Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amekutana na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na kutoa wito kwa utulivu, huku serikali ya Ghana ikiandika barua kwa Umoja wa Afrika kuomba swala hilo lijadiliwe. Tehran. Duru za habari kutoka chanzo kinachohusika na juhudi za upatanishi nchini Pakistan zinaarifu kwa Marekani na Iran zinakaribia kufikia makubaliano ya kusitisha vita katika eneo la Cuba. Kwa mujibu wa taarifa hizo, makubaliano hayo yanaweza kujumuisha kusimamisha mpango wa nyuklia wa Iran, muda kuondolewa vikwazo vya Marekani na kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimesababisha bei ya mafuta duniani kushuka zaidi kwa 8%, huku masoko ya hisa yakipanda kutokana na matumaini ya kurejea kwa utulivu. Rais wa Marekani Donald Trump pia ametangaza kusitishwa kwa muda wa operesheni ya kijeshi ya kusindikiza meli katika eneo hilo, akisema hakuna hatua iliyopangwa katika mazungumzo hayo. Kabla hatujamaliza taarifa yetu ya habari, tusikize tena muktasari wake. Katibu Mkuu Wizara ya Habari Gerson Msigwa amewataka maafisa habari kutekeleza wajibu wao kuhabarisha wananchi kuhusu mipango na utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yao. Serikali imepandisha madaraja jumla ya watumishi wa umma 219,042 na kuongeza mishahara kwa 35.1 kwa hatua inayotajwa kuwa ni kielelezo cha uongozi unaoweka mbele ustawi wa mfanyakazi nchini. Serikali imesema itaendelea kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa sera, sheria na miongozo inayohusu huduma za lishe nchini ili kutoa elimu sahihi na salama kuhusu afya na lishe. Na kimataifa, Marekani imesema ina uhusiano wake mzuri na Vatican baada ya Rubio kukutana na Papa hii leo, huku Vatican ikisisitiza jukumu lake la kuhubiri amani na kupinga silaha za nyuklia. Kutoka hapa Jaza Radio, msomaji wako alikuwa ni mimi hapa Lazarus Mkimwa. Endelea kusikiliza vipindi bora kutokea hapa Jaza Radio. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.